kwamba anawaita watoto wake ambao wameandikwa kwa kitabu cha uzima, kuwaita katika dhambi atakazwe kwa damu yake. Haleluya, amen. Ili siku ya mwisho anawachukua tena wakiwa bila malalamishi yoyote, bila dhambi yoyote, bila chochote ya kero. Haleluya, amen. Kwa hiyo wewe na mimi ujue hiyo kitu. Mungu alikujua kabla uje tamari, kabla uzaliwe tamari. Mungu alikujua. Haleluya, amen. Na alijua itafika wakati sasa nitamuita kutoka duniani ili aweze kupata kufunuliwa yeye ni nani. Haleluya, Yesu aliwaambia wale, mimi chenye nasema ni ukweli, sababu ninajua mahali nilitoka na anajua mahali ninakwenda. Haleluya, nyinyi hamjui mahali mlitoka wala mahali mnaenda. Nyinyi chenye mnanena sio kweli. Haleluya, na sisi kupitia neno la nyakati tumejua ya kwamba tulikuwa kwa Mungu kwanza. Tulikuwa wapi? Tulikuwa kwa Mungu kabla tuje duniani, na bado mwishowe sisi tunajua ya kwamba tutakuwa kwa Mungu. Hapa sisi ni wasafiri. Haleluya, kwa hiyo hatujachanganyikiwa ya kwamba hatujui mahali tulitoka wala mahali tunaenda. Tunajua. Haleluya, na kama tunajua mahali tulitoka na mahali tunakwenda, kwa nini tusifuate namna yetu ya maisha? Mahali tulitoka, maisha yanakwenda vipi? Mungu anasema vipi? Tulete hayo maisha huku. Vile neno linasema ya kwamba vile inafanywa mbinguni, Mungu anataka pia ifanywe duniani. Haleluya, hiyo ndio kitu ambacho tunahitaji katika maisha yetu. Kama umejua ya kwamba ulitoka kwa Mungu, ishi kama mtu alitoka kwa Mungu. Kama unajua kwamba mwisho yako itakuwa kwa Mungu, ishi kama mtu ambaye anakwenda kwa Mungu. Haleluya, hiyo ndio kitu Mungu anataka siku yao ndani ya maisha yetu, sio kitu kingine yoyote. Dini zote za dunia ukiwauliza utakuwa wapi? Wengine hata wanasema ukikufa ni mwisho. Hiyo itakuwa ni mwisho, sababu hawaelewi chochote. Wengine wanasema sisi tukikufa tunaenda tupewe wanawake 72. Ya kazi gani? Haleluya, maisha sio maisha hiyo tu wale wengine wanafikiria. Eti sasa tukienda peponi sasa tunaruhusiwa kunywa pombe. Ya nini? Haleluya, hiyo yote hakuna. Ukweli ya kwamba sisi tumefunuliwa ni nini tutafanya wapi wakati ambao tumeenda kwa Mungu. Tutatawala na Mungu wetu, tutatawala dunia, tutafanya mengi. Haleluya, sio mambo ya kukunywa. Ndio maana neno inasema ufalme wa mbinguni sio ya kukula na kukunywa tu. Haleluya, kwa hiyo tukienda katika umilele hakuna haja ya ndoa. Haleluya, ndoa ni hapa ndio kuna haja ya ndoa. Kwa sababu gani? Mungu alisema enda muongezeke, na kupitia ndoa watu wanaongezeka. Na aliambia watu wake ya kwamba fanyeni ndoa ili mniletee watoto wenye heshima, wenye wanaogopa Mungu, si ndio? Ndio maana Mungu aliruhusu ndoa, si ndio? Lakini bado kitu tunaweza waambia kwamba haikuwa mpango wa Mungu ndoa ikuwe mara ya kwanza. Wengine wanasema sasa watu wangeongezeka vipi? Na nitawauliza, Yesu kwani alizaliwa vipi? Ilikuwa kuna mwanaume? Si ni neno tu. Mungu aliumba dunia vipi? Ilikuwa kuna ndoa? Si ilikuwa ni neno tu. Kwa hiyo watu kujaa duniani hahitaji ndoa. Mungu ananena tu. Ni Shetani aliweza kuleta ndoa ili na yeye aweze kupata nafasi katika mwanadamu. Haleluya, amen. Lakini sababu Mungu anaona mbele, anasema ya kwamba I have made my decree. Yes. And I have known the end. Mungu alijua mwisho, ndio maana akaruhusu. Hiyo yote Shetani anafanya mjanja hapa, lakini mwisho anapoteza. Haleluya. So Mungu akaruhusu ndoa, lakini Shetani ndio alileta ndoa. Alileta vipi? Wengi walikuwa kanisani wanafundishwa, walikula nini hapo? Si walikula hapo. Ni ndoa Shetani alileta. Haleluya. Sababu na yeye alikuwa anataka awe na jeshi yake yenye iko katika mwili, damu na nyama. Haleluya. Ili aweze kuwatumia kufuruka mapenzi ya Bwana au kazi ya Mungu duniani. Ndio maana neno linasema ya kwamba Kaini alikuwa wa nani? Wa Shetani. Haleluya. Alikuja kumuua ndugu yake. Na tunasikia Yesu akisema ya kwamba Shetani alikuwa muuaji kutoka mwanzo. Sasa kama alikuwa muuaji kutoka mwanzo, ilionekana ndani ya Kaini ya kwamba yeye ni wa Shetani kama baba yake muuaji kutoka mwanzo. Haleluya. Ndani ya Mungu hiyo haikuwepo. Alitoa wapi?
yeye alikuwa wa Shetani. Hiyo ndoa Shetani alileta kuingiza mwanadamu, ndio ikamtoa Kaini ili awe jeshi yake duniani. Haleluya! Ndio maana hata huku duniani kuna mbegu mbili ya watu. Kuna wale ambao wamesimama kwa nafasi ya Kaini na kuna wale wamesimama kwa nafasi ya Mungu. Haleluya! Hiyo kitu ulikuwa ujui. Jua leo. Mungu ana uwezo wa kuleta watu duniani bila ndoa. Amen. Na sasa wakati ambao tumepitia hii yote na tumerudi katika umilele, ndoa ni ya kazi gani? Sababu Yesu alikuja aturudishe kama zamani bila dhambi. Haleluya. Ndoa ni ya kazi gani? Hakuna. Ndio maana mimi nasema hiyo wakati ikifika, hakuna tena mwanaume, hakuna tena Myahudi, hakuna tena sijui huyu ni Wagiriki ama huyu ni Mkiriama ama huyu ni Mduruma, huyu ni Kikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni Masai. Hakuna tena hiyo. Sote tutakuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Hakuna mke wala mume, sababu sote tutakuwa watoto wa Mungu. Haleluya. Hivyo ndio neno linasema. Na wakati ambao tumefunzwa, najua tunaenda polepole, najua hii neno la nyakati wengi wenu hamjajua vizuri, so lazima tuende polepole, si ndio? Ili msikose hata kitu kidogo. Polepole mshike hiyo neno na mambo yote itakuwa salama. Na wakati ambao unaelewa mambo namna hiyo, utakaa na amani, utamuona tu mtu na unamwachia Mungu. Haleluya. Yeye ndiye anayehukumu na wewe fuata njia yako. Hakuna siku mti wa mpera itaangalia mti wa embe, mbona huyu anatoa maembe? Haleluya. Si yeye embe lazima atoe embe, si ndio? Sasa na wewe siangalie wewe ni tunda wa aina gani, wewe ni mti wa aina gani. Haleluya. Na kama wewe ni mti wa embe, sio toe embe. Haleluya. Mbona natamani kuwa kama mpera? Haleluya. Hiyo haifai. Kwa hiyo kila mtu ni kama mti. Na hiyo mti, neno la Mungu ilimpea nguvu ya kwamba kutoka kukua mbegu lazima akue mti na azae matunda ya namna yake. Haleluya. Sasa na sisi tumeitwa na neno na ndani yetu tumewekewa neno. Haleluya. Na hiyo neno inatupa nguvu kukua miti katika imani na kuzaa matunda ambao inafanana na imani. Haleluya. Na Yesu akafunua ya kwamba sisi ni mti wa aina gani. Akasema mimi ni mzabibu wa kweli na nyinyi ni kama matawi. Haleluya. Na mtu ambaye atabaki ndani yangu na mimi ndani yake atazaa matunda mengi. Haleluya. Kwa hiyo wewe ni mzabibu, wewe ni aina ya mti ambao ni waamini, ni mzabibu. Haleluya. Lakini kuna aina ya miti mingine hata izai matunda, inazaa mimba. Haleluya. Hao nao lazima wazae kulingana na asili yao. Amen. Na kuna watu walitokea kwa hiyo kitu Ibilisi alileta kwa bustani wa Edeni, na wao ni jeshi ya Shetani katika damu na nyama. Haleluya. Sasa wewe umejua unatembea wapi, wewe ni nani, unatoka wapi na kwenda wapi. Angalia biashara yako na ya baba yako ambaye ni Mungu. Haleluya. Hayo mengine wacha, mwishowe Yesu anaamua kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo shikilia imani wako, wacha kuangalia wengine. Hiyo ndio kitu muhimu na ya kweli. Amen. Sababu huwezi kusema mimi niliona fulani na fulani na fulani, wakanivuruga moyo wangu ndio maana sikufanya hivyo. Namwambia Mungu hivyo. Lakini wakisema mimi niliona neno inanifundisha hivi na hivi na mimi nikashika, ndio maana niko hivi, Mungu anafurahi, anasema mtoto wako umefanya vizuri, basi ingia katika baraka ya milele. Haleluya. Hiyo ndio inatakiwa. So tuangalie neno, tujione katika neno, tufikirie kupitia mawazo ya neno, tufanye kila jambo kupitia mawazo ya neno. Haleluya. Sababu hiyo ndio urithi wetu. Haleluya. Na nafasi wetu iko hapo. Hakuna nafasi yetu mahali pengine, ni kwa neno. Ndio maana mimi nasema ya kwamba Mungu alichagua mahali ambao atakutana na mwanadamu. Katika Exodus aliambia Musa, mimi nitachagua sehemu ambao tutakutana na nyinyi, na hiyo sehemu nitaweka jina yangu. Haleluya. Na tunajua katika Agano Jipya ya kwamba sehemu Mungu alichagua ni Yesu Kristo, ndani ya mwanadamu Kristo Yesu.
Si alizaliwa kama mwanadamu. Hata kama yeye ni Mungu, alikubali kujishusha. Anaonesha heshima na upendo. Alikubali kujishusha, akawa kama mwanadamu ambao ni udhaifu, ili aweze kuwa nani? Sadaka ya kutoa dhambi. Haleluya! Lakini sasa hapo ndani ya Yesu ndio Mungu alichagua akaweka jina yake. Ndio maana Yesu anasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Haleluya! Na hapo ndio Mungu anakutana na mwanadamu. Hapo ndio Mungu ametoa wokovu kwa mwanadamu. Hapo ndio Mungu anaabudiwa. Haleluya! Hapo ndio Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Ndio maana neno inasema, kukifanya chochote, iwe kwa kunena au matendo, fanya kwa jina la Yesu. Haleluya! Sababu Mungu alichagua ndani ya Yesu aweze kujibu maombi yetu. Ndani ya Yesu aweze kutubariki. Ndani ya Yesu aweze kutuokoa. Haleluya! Yesu sio tu ya kwamba amezaliwa na Mariamu. Yesu ni sehemu Mungu alichagua aweze kuweka jina yake na aweze kuweka wokovu na aweze kusema ya kwamba mwanadamu nitakutana na yeye ndani ya Yesu. Haleluya! Na mwanadamu ataweza kuniabudu ndani ya Yesu, na mwanadamu ataweza kupokea baraka ndani ya Yesu. Haleluya! Kwa hiyo wakati ambao tunaabudu Yesu tunafanya vizuri. Haleluya! Wengine wanasema sasa hao Yesu si alikuwa tu nabii. Wao wanaabudu mwanadamu. Si wengine wanasema hivi. Hawana hiyo ufunuo. Haleluya. Ni Mungu alichagua. Na Yesu jina yake ni jina la Baba. Haleluya. Ndio maana hata kwa ubatizo wale ambao waelewi wanabatiza na kubatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni yaona ufunuo. Haleluya. Yesu alikuja kwa jina la Baba. Haleluya. Roho Mtakatifu alikuja kwa jina la Baba. La Baba, si Yesu alisema mimi naenda kwa Baba na mtuma, lakini akanena mambo yangu. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho wana jina, kwa sababu ni moja. Si Yesu alisema mimi na Baba ni moja. Haleluya. Lakini kila kitu anafanya kulingana na mahitaji. Haleluya. Kwa mfano leo nimekuja hapa na kazi inahitajika hapa ni kuhubiri. Nimekuja hapa kama mchungaji. Haleluya. Lakini nikirudi kwa mke wangu naenda kama nani? Kama bwana wa mke wangu. Haleluya. Ina maana sasa tumekuwa wawili ama mmoja? Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho ni ofisi. Mungu ni yule yule mmoja. Amen. Ndio maana Isaya anasema ya kwamba Mungu anauliza, kwani kuna Mungu mwingine kando yangu? Anasema hakuna mwingine, simjui, hakuna. Na kuna Mungu mwingine hata baada ya mimi. Mungu ni mmoja. Lakini kila kitu anafanya kulingana na mahitaji. Haleluya. Akamtokea Musa kama moto. Si ndio? Amen. Na bado wakati alikuwa atembea na wao, aliwatokea mchana kama nini? Kama cloud. Haleluya. Lakini usiku alikuwa anatokea kama nini? Ya moto. Haleluya. Ni yule yule Mungu. Sio miungu. Haleluya. Lakini Yohana akakuja akatueleza zaidi. Yohana ni mfano wa bibi harusi ambao anatembea na ufunuo. Haleluya. Kila kitu imewekwa wazi. Akasema ya kwamba mwanzo ilikuwepo neno. Neno ilikuwa na nani? Ilikuwa ndani ya Mungu. Na hiyo neno ilikuwa Mungu. Haleluya. Alafu mstari wa 14 akakuja akasema, ule neno akakuja kwa mfano wa damu na nyama, akatembea nasi duniani. Haleluya. Ni neno ile ilikuwa ndio ikabadilika kuwa nyama na damu. Ikaitwa Emmanuel, God with us. Haleluya. Sisi kama unaelewa hiyo. Ni hivyo. Ya kwanza ilikuwa Jehova, Elohim. Hizo zote zimeandikwa hapa. God above us. Haleluya. Mungu juu yetu. Lakini wakati Yesu alikuja, Mungu alikuja kama mwanadamu, ikakuwa Mungu pamoja nasi. Haleluya. Lakini sasa wakati alirudi, akarudi kama roho ambao sasa Mungu ndani yetu. Haleluya. God in us. Kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Ni yule yule Mungu, lakini mahitaji ya kazi
sababu ya mahitaji ya kazi inatakiwa awe hivyo, kama vile wewe. Wakati mwingine unahitajika kama uende kama mama, wakati mwingine unahitajika uende kama mke wa mtu, wakati mwingine unahitajika uende kama mwalimu, wakati mwingine unahitajika uende kama mzee wa kijiji, wakati mwingine unahitajika uende kulingana na kazi ambayo unaenda kufanya. Haleluya! Sasa na Mungu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo Petero pamoja na mitume wengine Mungu akawatuma Kristo ya kwamba endeni kila mahali duniani mbatize watu kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na jina la Mtakatifu. Haleluya! Petero alikuwa na hiyo ufunuo, sababu wakati Yesu alisema, nyinyi unaniona kama nani? Wakasema, wao wengine wanasema wewe ni Elias, wengine wanasema wewe ni mmoja wa wale wanabii. Akauliza wachana na wao, na nyinyi mnasema nini? Haleluya! Petero akasema, wewe ndiye Kristo, wewe ndiye mwana wa Mungu. Akasema hakuna damu na nyama imekufunulia hiyo, ila nani? Ni Mungu. Haleluya! Petero alikuwa na ufunuo wa Kristo ni nani. Haleluya! Na sasa wakati walienda Pentekosti, Roho ikawashukia, wakanena kwa lugha, wakauliza, wakaambiwa, hii sio ulevi. Haleluya! Mnasikia lugha la kweli na nini? Ni Roho. Haleluya! Akawahubiria wengi wakaamini. Sasa wale watu wakasikia kabisa